Karibuni sana this wonderful morning. Welcome today. It's a new week, a Monday that we have never lived. It is the first Monday of the new year by the grace of God. And so good morning there. It must be, it ought to be a good morning. It's a good Monday. Tarehe ni 6 mwezi wa kwanza, and also our 5th day on the prayer of 40 days fast. The 4th day, that 5th day, we are in our 5th day of prayer and fasting, calling upon the name of the Lord. And so this morning, I want us to pray for our families. Today we are praying for our families. Family is a big unit. Family, we have you, we have parents, we have our brothers and our sisters, we have our relatives, and today we are praying for all of them. Remember that today is the day that most of the schools are reopening here in Kenya after a long vacation. And so we want to pray for our children as they go back to school, that our Lord and our Father will go ahead of them, establish them, keep them, and we are praying that the hand of the Lord will be upon our children in the name of Jesus. Najua kuna watoto ambao wako na magonjwa ambayo wanatumia madawa kila siku, wengine kuwa hata wanashikwa na magonjwa shuleni, wanalazwa hospitali. We want to pray that our children will be safe, our children will be healthy. We are also praying that God shall provide for us the money for school fees, facilitation, transport, all it takes for our kids to be in school. The Lord shall provide in the name of Jesus. And so this morning, I know there are family members who are sick. We are going to pray for healing. Tutaombea hata kazi ya kwamba families will get jobs, kwa sababu we are able to feed our children kwa sababu tuko na kazi. We are able to facilitate our moms when they are sick because tuko na kazi, tuko na resources. And so this morning, our prayer on day 5 is to secure our families the whole of this year. Wherever you will go, whatever you will be doing, whoever you will be meeting, the places you fly to, you will sail to, you drive to, you walk to, the Lord will go ahead of you and even bless you. Caroline Joroge, good morning to you. Karibuni sana. Help me to share this live stream by the grace of God as we commence our week. So today we are praying for 2 items, praying that the Lord will give us a good week of prayer, a good week to work, a good week to do so much. Secondly, we are praying for our families, that the Lord shall be with our children when they go to school.
The Lord shall meet to the point of the needs of all the families represented here, and that the Lord will come through for each one of us and call us the blessed of the Lord in the name of Jesus. Na kwa hivyo wapendwa, na wakaribisha asubuhi njema ili tukaweze kuomba pamoja, tukaweze kuaminia Mungu mambo mengi pamoja, ya kwamba Mungu atatenda kwa sababu ni mwaminifu na atajidhihirisha katika maisha. So karibuni sana, karibuni sana. Welcome that we can pray together, that the favor of the Lord can be upon us in the name of Jesus. So karibuni, karibuni wapendwa. Help me to share this in the name of Jesus. Hata tukiendelea kuimba na Faith Bogua mahali ulipo mtumishi wa Mungu, Mungu akubariki. Your music is always a blessing, and it's one of my favorite pieces that encourages my soul, especially during the times of prayer. Na Mungu ni mwaminifu. Kwa hivyo wapendwa, na wakaribisha, karibuni sana. You can write to me, you can communicate to me there on the message part, so that also encourages to know that we are together in this, even as we pray together this early morning in the name of Jesus Christ, katika jina la Yesu Kristo. Karibuni, karibuni, karibuni. Hallelujah, hallelujah. Karibuni, karibuni wapendwa, that we can command our week from the mountain of source. Mahali nyakati na siku na wiki na majira yanatoka. Tuko katika mlima huu wa Bwana tukiomba wiki jema, ya kwamba Monday ni baraka, Tuesday ni baraka, Wednesday ni baraka, Thursday, Friday, Saturday and Sunday is a blessing. We are praying for our needs. Remember that the Lord tells us to ask for whatever we need and to believe it has happened, and so it will happen. And so the formula is simple. We can be able to do this together by the grace of God. And so nawakaribisha ili tukaweze kuombea familia, tukipeleka watoto wetu shuleni, safari njema, wawe na wakati mzuri pale na mwalimu, walindwe na Bwana mpaka muhula mzima, mpaka mwaka mzima, by the grace of God. Remember, these are 40 days of prayer and fasting. Within the 40 days, we are securing the whole year. We are getting in charge of the whole year through the name of our Lord from the knees. Kwa sababu ametuambia tuombe atatupatia, tubishe atafungua, tutafute tutampata. Na kwa hivyo we are doing exactly that. We are obedient at the instruction of our God, who does not lie. He does his word. Na kwa hivyo nawakaribisha asubuhi ya leo ili tukaweze kuomba na kumtumainia tukimtarajia Bwana in the name of Jesus Christ. Let us pray. Father, in the name of Jesus, I pray this morning that Almighty God, you may receive us graciously in your mercies, in your very presence, Almighty. Father, we are looking up to you. Father, we are believing in you. Father, we are waiting on your hand to be upon us this morning. Mighty God and mighty Redeemer, we are here to pray for a beautiful, fruitful, blessed week. We are praying for a very peaceful, we are praying for a very productive, Lord, a week full of the experiences of the Lord in the name of Jehovah God. Baba wa mbinguni, ninaomba tunapoanza wiki hii, tunapoanza juma hili, ya kwamba Mungu unatuelekeza, Mungu unatujalia, unatuneemesha na unatubarikia. Naomba katika siku yetu ya 5 ya kwamba utatuneemesha, utatupa nguvu ya kufunga, nguvu ya kuomba katika jina la Yesu. Tunapoanza Baba wetu ibada ya maombi,
Tunapoanza Baba katika siku ya 5 kuomba, naomba Bwana utuhuishe tena. Naomba Mungu uso wako ukapatikane nasi katika jina la Yesu, na mkono wako wa kuume ukaunyooshe juu yetu, ili ukatutendee katika Baba kutembea nawe katika jina la Yesu. Tubariki, tujalie, tuneemeshe na utuinue karibu na wewe. Tunakushukuru asubuhi njema, tunasema ni asante asubuhi njema kwa zile dakika chache nitakazoongoza wapendwa katika maombezi haya. Bwana, ninaomba mbingu ikafunguke, Mungu wetu ukatusikize na ukatupokee uweponi mwako katika jina la Yesu. Tunaungama kila aina ya dhambi ambayo inazuia uhusiano mwema kati yetu na wewe. Bwana, ninatubu na ninaomba kwa jina la Yesu tusamehe. Baba, tuoshe, tutakaze kwa damu ya Yesu, na ukasahau na dhambi zetu, na ili Bwana tupokelewe na wewe, ili Bwana ukatusaidie. Baba wa mbinguni, usipotusaidia hatuna mwingine wa kutusaidia. Naomba asubuhi njema Bwana tupokee kwa mlima wa maombi, na neema ikatufikie, baraka ya Mungu ikawe nasi katika jina la Yesu. Bariki wapendwa hawa Bwana, tuinulie kiwango katika maisha yetu, na ili Bwana tukaenende na wewe katika wiki hii, katika safari hii ya 40 days. Tunajiombea afya, tunajiombea neema ya kuomba bila kukoma, ya kuitana Bwana, kubisha mlango wako na kukutumainia zaidi na zaidi. Kuwa nasi sasa, tuneemeshe sasa, tuinue sasa, ili tufike kiwango ambacho Baba ni mpango wako katika maisha yetu. Bariki mpendwa, tubariki wote na utuneemeshe. Najiombea Bwana, hata mimi unipe ufunuo tunapoomba, ni katika jina la Yesu Kristo ninaomba hata kuamini. Asubuhi njema. Amen, amen, amen. Boniface, praise God. May the Lord bless you. Karibuni sana this morning wapendwa. I'm also reminding us that we are live right there on YouTube, Pastor Kinyanjui Joseph. Kwa hivyo ninawakaribisha na ili tukaweze kuendelea na maombezi ya asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo. Wapendwa, on this morning I had said we are praying for 2 things, and I also want to add another one. Number 1, we want to pray for strength to keep holding on the mountain. Remember, we are on the 50th day, 35 days to go. We are doing a full prayer season. That is 40 days of prayer and fasting. We began last week on 2nd of January, and we are winding up on 10th of February by the grace of God. Today is the 50th day, so we have 35 more days to go. Tunaomba neema ya kustahimili mlima. Tunaomba neema ya uwezo wa kuomba na kumtumainia Bwana katika jina la Yesu. Na kwa hivyo wapendwa, naomba asubuhi ya leo ya kwamba Mungu atakupea neema, Mungu atanipea neema. Ile kufunga kwetu ilivyo, tunakula matunda, tunakula vegetables na tunatumia beverages. And so with the 3 you are good to go. It's what we used to call the partial fasting, what we used to call the Daniel's fast. Kwa hivyo una make sure unakula matunda, unakula vegetables, na pia unakunywa maji mengi na other beverages za kututia nguvu na pia kuweka afya yetu hata tunapoomba. Kumbuka ya kwamba kufunga, it is not suicidal. We are not fasting to punish the body. No, we are fasting to encourage our spirits to pray. And so we are taking vegetables, fruit, and drinks so that we can be energized to continue on the mountain. However, if you are on medication and you may not be able to have a full fast, ninakuuliza, fuatilia maagizo ya daktari. Follow the instructions of the doctor, and so you take your medicine, you take your food, but make sure there is a discipline to pray. Keep praying. We are not radicals. We know we are seeking the face of our loving Father. We are not trying to please an enemy. This is our loving Father. And so if you are sick, may the Lord heal you. And before that, follow the doctor's instruction so that we can still have you even after prayer by the grace of God.
na Mungu ataendelea kutuneemesha. Mkono wa Mungu utatushika, utatuongoza katika jina la Yesu Kristo. And so wapendwa, asubuhi ya leo tunaombea familia zetu katika jina la Yesu Kristo. Na tunapoombea familia, ninaomba ya kwamba uweze wewe mwenyewe ambao unafahamu mahitaji ya watoto wako, ya kwamba Mungu atakubariki, Mungu atasikia maombi yetu na Mungu ataweza kututendea katika jina la Yesu Kristo. Watoto wetu wanarudi shule leo. Hilo ni jambo la pili ambalo tunaliombea, na jambo la tatu ambalo tunaliombea, tunaombea wiki mzima jinsi ambavyo Mungu wetu atatuongoza katika wiki hii kwa mlima na katika kazi zetu katika jina la Yesu. Kwa hivyo hayo ni mambo matatu ambayo tunayaombea katika wiki hii in the name of Jesus Christ. So I am calling upon you that we can pray together in the name of Jesus Christ, kwa sababu Mungu ni mwaminifu wa kuaminika, na Mungu ninajua atatubariki, atatujalia na atatuneemesha in the name of Jesus Christ. Na so this wonderful morning, ningependa tuombe Mungu atupe neema ya siku 40. Father, in the name of Jesus, ninaomba ya kwamba utatusaidia katika mlima huu. Ninaomba ya kwamba Baba utatupa maneno katika ndimi zetu na mioyo yetu. Tunaomba hata Roho wa Bwana ambaye anatusaidia kuomba atatuwezesha kuomba katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba Bwana, hatutashindwa kuomba kila siku, hatutashindwa kuomba hata usiku wake. Kuna masaa Bwana tutaamuka usiku na tutaomba. Tunaomba neema ya ile maombezi. Mungu wetu, kuna watu ambao tutaungana na wao kuomba. Naomba Bwana wawe watu ambao wamekamilika, watu ambao umewatuma ili tuungane na wao katika ile maombi. My God and my Father, I pray even as we pray in our offices, you will hear our prayer. As we pray while traveling, you will hear our prayer. As we pray, oh God, wherever we will be, I pray that we are in the passion of prayer. My God, help us Jehovah, ili tuzidi na kuomba, kukutumainia na kukuaminia katika jina la Yesu. Naombea wapendwa ya kwamba Mungu, kila mmoja wetu atajua tuko katika msimu wa maombi na maombi yetu yatajibiwa na Mungu. Baba wa mbinguni, naombea wapendwa ambao ni wagonjwa. Mungu wetu ishie milele, utawaponya. Wale ambao wanapitia makali ya maisha, Mungu wetu utawapoesha, utawapa amani, utawafanyia urejesho kwa jina la Yesu. Mungu Baba, ninaomba kwa wale wengine ambao wanaelekea kazini, wiki hii yote ni wiki ya baraka. Watu wakianza kazi kwa kampuni zao, wakianza kazi kwa biashara zao, wengine wanaenda kuapply kazi. Mungu Baba, ninaomba siushukie wanabiashara, ubariki kazi na bidii ya mikono yao. Mungu wetu, tembelea walio katika ofisini, bariki kazi ya mikono yao na bidii yao. Mungu wetu, wale hawana kazi, wewe unaweza kutupatia, unaweza kutuonekania na utaituinua karibu na wewe. Mungu Baba, kuna wengine wagonjwa, ninaomba katika jina la Yesu, siuwaponye, siutende muujiza, ufanye mapya katika maisha yao. My God and my Father, I pray that this week is secured, this week is a blessing, this week is led of the hand of Jehovah, that in this week, oh God, we are secured on the mountain of prayer. Tutaomba, tutaona matunda ya maombi haya, na sio tu katika wiki hii, tunaomba mwaka mzima. We are on a purpose on the mountain of God, ya kwamba Mungu, the year 2025 is our year. It is a blessing from the hand of the Lord. And as long as the Lord has sustained our breath, we will see the goodness of the Lord in our days, in the name of Jehovah God. Mungu Baba wa mbinguni, tuwezeshe kuomba, tuhifadhi katika afya na amani, na utuinue katika mlima wa maombezi. Mungu Baba uishie milele, tunaomba ufalme wako uje na mapenzi yako Baba yakaweze kutendeka. Tunajipeana mikononi mwako, tunauliza Bwana, uso wako ukang'ae juu yetu, mkono wako wa kuume Bwana ukaunyoshe juu yetu, na Bwana ukatujalie, ukitubariki katika jina la Yesu. This morning, my God, this morning, my dear Father, I pray, oh God,
that you are together with us and that you are blessing us, Lord, establishing us in this new week, oh God, for the glory and honor of your holy name. My God, go ahead of us, fighting our battles, disarm our enemies, call us blessed of the Lord, lift a standard in our lives that God the enemy cannot scale. My Father and my God, naomba ya kwamba hakuna ajali mbele zetu, naomba ya kwamba hakuna kifo mbele yetu, naomba hakuna maumivu mbele yetu, katika jina la Yesu. My God, I secure Monday, I secure Tuesday, I secure Wednesday, I secure Thursday, I secure Friday, I secure Saturday, I secure Sunday. Bless us, oh God. Move in the lives of your people in the name of Jesus. Kabiliana Baba na majitu ambayo yanajiandaa kukabiliana nasi. My God and my Father, disarm and scatter our enemies in 7 ways in confusion in the name of Jehovah God, that they will not locate us in the name of Jesus. Baba wa mbinguni tutembelee, Baba wa mbinguni tutendee, Baba wa mbinguni tuinulie kiwango katika maisha yetu. We love you, oh God. We look up to you, Jehovah. We are counting on the Almighty. We are helpless without you, Lord. We cannot conquer, we cannot achieve, we cannot even live a day without you, Almighty. We need your full support, your full help, oh God, is what we come for this wonderful morning and a new week on the mountain of prayer in a new year. Baba wa mbinguni tubariki, Baba wa mbinguni tuneemeshe hata asubuhi jema na kuendelea, na ni katika Kristo Yesu tumeomba for a blessed week, tumeomba for a beautiful fruitful week in the hands of our Maker, our Lord and our Father. In Jesus' name we pray and we believe. Amen, 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 amen. Wapendwa, karibuni sana. Rosemary, may the Lord bless you. Lydia Waja, may the Lord bless you. My brother Edward, shalom. May the Lord bless you. My brother Gikonyo, may the Lord bless you. Na zote tunawakaribisha ili tukaweze kuomba pamoja na kuaminia Mungu hii wiki mpya iwe ya baraka. And so today, wapendwa, tunaingia katika kuombea familia. And we want to pray that the Lord will preserve throughout this year. The Lord will preserve our family members. Ya kwamba Mungu atakuwa nasi, Mungu atatujalia, Mungu atatuneemesha na mkono wa Mungu utakuwa juu yetu katika jina la Yesu Kristo. We are praying today ya kwamba Mungu asikiae maombi aweze kuhifadhi familia zetu. Atupe afya njema katika familia zetu. So today, pray for health in your family. Pengine kuna wale wagonjwa, leo ni siku ya kuinua wagonjwa wote mbele za Bwana walio wa familia yetu. Pengine kuna wale ambao hawana kazi, leo ni siku ya kuinua wote ambao hawana kazi mbele za Bwana, kumwambia Mungu tunahitaji ubariki familia zetu, wapendwa wetu wapate kazi. Wengine ni baba zetu hawana kazi, wengine ni mami hawana kazi, wengine ni ndugu zetu wamesoma, dada zetu wamesoma, hawajafanikiwa. Tunaomba ya kwamba Mungu atatukumbuka na ataweza kufanikisha familia zetu katika jina la Yesu. Leo pia ni wakati wa kupeleka watoto shule wiki hii. Tunaomba karo, Mungu atupatie school fees, mahitaji ya watoto wetu kwa jina la Yesu. Na pia tunaombea watoto wetu ya kwamba wakielekea shuleni, they will be safe. Safety on the road, safety in the school, to and fro each day throughout the year. We are securing it for our children in the name of Jesus. Na ili Mungu naye atujibu maombi yetu. Remember, if there is a man to pray, there is God to answer that prayer in the name of Jesus. Na ninaamini ya kwamba Mungu atatujalia na atatuneemesha in the name of Jesus. And so, you know, family is a precious gift from the Lord. Na watu wengi wanajifunia familia. You know, hata wakati Joshua walifika kule Canaan, alisimama akasema in Joshua 24:15, as for me and my household, we will serve the Lord. As for me and my household. This man of God appreciated the family ambayo Mungu alimpatia na akasema we will serve the Lord. We want to pray
that our families will be God-fearing. Our families will love the Lord. They will walk with our God. Tunaombea ndugu zetu waokoke. Tunaombea dada zetu waokoke. Kuna wazazi wetu ambao bado wako kwa pombe, bado wako kwa dunia. Tuwaombee wale akina dad waokoke, akina mam waokoke. Tunaombea huyo anko, huyo anti, Mungu anambadilisha na anamrejesha katika ufalme, anamrejesha katika ufalme wa Bwana. Let us pray for such, so that we can confidently connect and identify with Joshua's voice when he says, as for me and my household, we will serve the Lord. And in that connection, we want to pray for family unity. Ukiangalia familia nyingi zimetengana, ndugu haongeleshi ndugu, dada haongeleshi ndugu, mama haongeleshi baba, unakuta a lot of confusion, a lot of battles. There is a bond of contention kwa familia. Unakuta hakuna kule kupendana, yale mawasiliano. Kuna hali nyingi ambazo zinaendelea that do not favor our unity in our family. We are praying for family unity today so that we can be like Joshua, who says, I am speaking on behalf of my family. Joshua alikuwa sure that when he says, as for me and my household, his wife was not contending with him, was not differing with him. His children did not tofautiana na yeye. You know, yeye alikuwa anafahamu, my family is a unit, it is united. We are praying for unity in our families. Ya kwamba mzee akisema tunaenda kazi, mzee akisema tunataka kufanya huu mradi mwaka huu, akitaka kusema tuwe tunaenda kanisa, akisema hivi, ama akileta wazo, akileta busara fulani katika ile familia, ama kijana akiongelesha familia yao, kuna ule umoja ambao utafanya familia ipige hatua kimaisha, iendelee siku, mwaka na miaka wakiwa pamoja. We are praying for that unity. We know the devil fights unity. Psalm 133, God talks about how he sees, our family when we live together in unity. We are praying ya kwamba Mungu atatupatia ule umoja katika jina la Yesu Kristo. Our Father and our God, this morning, we pray for our families that we will be united. We pray that, oh God, we will not turn to the right or to the left in differences, but my God, we shall be of one heart, one mind, oh God. Couples will talk and agree, will move in the direction that through concerted effort, they will achieve their goals in the name of Jehovah God. We pray that the children and the parents will be united in the name of Jesus Christ. Brothers and sisters, all of us will be a unit in the name of Jehovah God. Parents, oh Lord, and father their children, any way, in every way. Let families, oh God, enjoy the unity like Joshua's family. My God and my Redeemer, naomba hiyo amani, naomba huo umoja katika jina la Yesu, katikati ya familia, katika jina la Yesu. Asubuhi njema, naombea familia ambazo bado zinalia. Mungu wetu, watu walitengana, ndugu haongeleshi ndugu, dada haongeleshi dada, hata haongeleshi ndugu yake. Baba Mungu wa mbinguni, naomba wengine hata waliondoka wakasahau na familia zao. I pray, Almighty, may the unity that is commanded by God, my Father, my Lord, become the portion of these families. Mungu wetu, kuna watu ambao wametofautiana. They don't know whether they will do a partnership in the business. They don't understand kama mtu anatafuta utajiri wake. I pray that you may command the unity even of purpose, unity of life, unity of faith, in the name of Jesus Christ in our families, katika jina la Yesu. Mungu wetu, jalia familia hizi, neema yako iwatoshe kwa jina la Yesu. In Jesus name we pray for family unity, katika jina la Yesu Kristo. Wapendwa, we also want to pray that in our families there will be the love of God and the fear of God. The Bible says in Deuteronomy 6:6-7, these commandments that I give you today are to be upon your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down
and when you get up. Talk about them when you sit at home. Home here is not just a house. This is about where your family is meeting. In the other part, inasema impress them on your children. That means God would want us to bring up a family under the fear of God. We want to pray for salvation in our households, that our dads will subscribe to faith, they will love the Lord, that our moms will be saved, they will love the Lord. Our brothers watatoka kwa mihadarati, watatoka kwa pombe. Dada zetu watatoka kwa upotovu, wataingia ndani ya Yesu. Waokoke, waokolewe. Wazazi, tuombee watoto wetu ya kwamba Mungu atawaondoa kwa pombe, atawaondoa kwa uharifu, atawaondoa kwa kuchanganyikiwa. Watapenda Mungu, wataingia kwa nyumba ya Mungu, watakiri Yesu na watafuata njia za Bwana, because there is always a lot of benefit. Wakati wote tunaweza kuwa katika uwepo wa Mungu, tunapata hatima zetu, our destinies, we get their bearings, the way to achieve our destinies, we receive it from the Lord. Na kwa hivyo ombea huyo ambaye hajaokoka, huyo ambaye bado ameshikwa na nguvu za giza, anaishi maisha ya dunia. Uombe ya kwamba Mungu atamuondoa kule na atamuokoa in the name of Jesus. Father, in the name of Jesus, we pray for our brothers, we pray for our sisters, ya kwamba Mungu unawaokoa, ya kwamba Mungu unawafanyia urejesho katika maisha yao na katika imani ndani ya Kristo. The parents who are not saved, I pray with the sons who are praying for their fathers, the daughters who are praying for their fathers that are unbelievers. Father, draw those men to yourself. Save them, Almighty, that they will become a blessing. Their tongues will be able to bless their children, even to pray for their children in the name of Jehovah God. Father, I join the sons and daughters whose mothers are not believers. My God, we win these mothers. We call them, we draw them to Christ in the name of Jehovah. Every word they have ever heard of God, let them now respond to it this year and change their way of life, that they will become blessed mothers who will bless their children, even pray for them and even lay hands on them. My God, I pray for those brothers who are not saved, oh God. I pray in the name of Jesus. Now, Lord, win them to faith. Oh God, remove them from the world and its confusion. In the name of Jehovah. Father, we pray for our sisters who have never confessed Christ. My God, draw them to the kingdom. We pray even for the grandchildren. We pray for our relatives ambao hawajajuana na Mungu. Baba wa mbinguni, waokoe mwaka huu. Fanya jamii irejee katika Ukristo, katika jina la Yesu. Mungu wetu, minyororo ya mashetani tunaivunja katika jina la Yesu. Ugumu wa roho Baba tunauyeyusha, ya kwamba sasa mioyo yao, nafsi zao zitaweza kujibu mwito ndani ya Kristo, in the name of Jehovah God. Baba wa mbinguni, okoa familia zetu. Mungu wetu, ondoa kazi za mashetani, za mapepo, kazi za uchawi, kazi zozote za laana. Mungu, tunaondoa chochote ambacho ni kizuizi cha wokovu katika familia zetu. My God and my Father, I pray, Almighty, that we shall tell our brothers, praise the Lord. We shall say to our sisters, praise the Lord. We shall say to our fathers, mothers, praise the Lord. To our aunties, uncles, our relatives, our grandmothers, grandparents. My God, I pray that all of us, we shall be bowing before the Lord and even asking for help from the Lord in the name of Jesus. Naomba wokovu katika jamii. Naomba mkono wa Bwana katika jamii. In the name of Jesus, we pray for the salvation of the Lord into our families. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Wapendwa, pia ningependa tuombe ya kwamba Mungu anabariki familia zetu kwa kazi. Yani Mungu tu atupatie kazi, ya kwamba hao ambao wamesoma wapate kazi, wale ambao wako kwa biashara iendelee. Biashara nyingi zimeanguka. Watu wengi ambao walikuwa wanaweza kujilipia nyumba hawawezi tena. Mtu alikuwa anaweza kuservice loan hawezi tena. Hata wengi katika familia zetu wanachotwa. We are praying that financially
resource-wise, God will bless the labor of our hands. God will bless our relatives, ya kwamba unaweza pigia ndugu na aweze kukusaidia katika hali fulani kwa sababu amebarikiwa. Na tuombe ya kwamba financially we will have a breakthrough in the name of Jesus, financial breakthrough in our families katika jina la Yesu, ya kwamba no one will be auctioned, no one will be unable to pay his or her rent. Hakuna mtu ambaye atakuwa kwa aibu ya kutoweza kununua madawa, kutoweza kulipia mtoto shule, kutoweza mambo mengi na mahitaji ya maisha. Our Father and our God, in the name of Jesus, tunaomba ya kwamba utupe kazi kwa familia. Baba, ubariki wapendwa kwa biashara, ubariki wapendwa katika ofisi zao na kampuni zao, ubariki wapendwa Baba katika uwekezaji ambao wamewekeza. Mahali wamekopesha watalipwa, mahali wamekopa watalipa. Baba wa mbinguni, financially we are praying for stability in the name of Jehovah God. We are praying, Almighty, ya kwamba aliye na mradi fulani, if they are funding a certain project from beginning to the end, you will supply in the name of Jesus. Bariki hawa wapendwa wa Mungu, inua hawa wapendwa, bariki familia zetu na kazi njema katika jina la Yesu. Yule ambaye amefutwa kazi, si Bwana umpatie kazi ingine. Yule Bwana ambaye amefunga hiyo biashara ikufanya vizuri, si umpatie mawazo ya ingine katika jina la Yesu. Mungu Baba, naomba upingane na wapinzani wa maendeleo yetu katika jina la Yesu. Utawanye maadui wa biashara, utawanye maadui wa uchumi, ili wasiharibu uchumi wa familia katika jina la Yesu. Mungu wa mbinguni, tunaomba on this mountain that our families will be financially supplied for by the Lord. We shall make it in the name of Jesus. Familia zote tutaona mkono wa Bwana, tutaona neema ya Bwana katika jina la Yesu, kwa kubarikiwa kwa kazi za mikono yetu kwa jina la Yesu. Mungu Baba, inua wapendwa kwa njia kubwa. Kuna wengine ambao wako na shida ya financial management. I pray, oh God, that drunkenness ambayo inaua, alcoholism inaua uchumi wa jamii, Baba, unaondoa ule utumwa katika jina la Yesu. Yule baba akitia bidii, pesa yake Baba inaenda mahali inafaa katika jina la Yesu. Yule mama baada ya bidii, pesa yake haitaenda Mungu wetu kwa baa na mambo mengine, lakini itatumika kwa njia ambao watafurahia baadaye. Tunaombea watoto wetu, baada ya kazi ngumu hawatalala kwa mitaro, hawataanguka, hawatakufa. Mungu, tunaomba financially secure our blessings in the name of Jehovah. Inua wapendwa, inua jamii na uwafadhili katika jina la Yesu. We secure our finances. Amen, amen. Mungu awabariki na awapatie that financial breakthrough katika jina la Yesu. Yes, my dear sister Janet, financial breakthrough in my family in the name of Jesus Christ. Let it come to pass in the name of Jehovah God. Mungu atatutendea wapendwa, na Mungu atatuinua. Ningependa kwa familia tuombe ya kwamba magonjwa sio sehemu yetu. Magonjwa mengi yameshika jamii zetu. Unakuta anti anashikwa na huu ugonjwa. Sasa sisi zote kazi yetu ni harambe, kazi yetu ni time ya kumtembelea hospitali. A lot of resources go to waste. Situombe haya magonjwa yaondolewe, that our brothers will be healthy, our sisters are healthy, our fathers and mothers are healthy in the name of Jehovah God. Baba wa mbinguni, tunaomba afya kamili. Tunaomba mwaka huu Baba, hakuna mmoja wa jamii yetu atakuwa admitted kwa hospitali. Hakuna mmoja wa jamii yetu tunafanyia fundraiser kwa sababu ya matibabu. Zote tuko na afya. Utafanya miujiza ya uponyaji katika jina la Yesu. Ajali hatutahusika kwake katika jina la Yesu. My God, I pray that all our family members throughout the year, January, February, March, all the way to December 31st, we are blessed. We are healthy from the top of our heads to the bottom of our feet in the name of Jesus. Mungu Baba wa mbinguni, si usikie maombi haya. Wengine they have been diagnosed with chronic illnesses. My God, before you there are no such terms. You can heal
You can even raise the dead. Naomba Bwana, wapendwa wote katika familia ambao wako na kansa unawaponya katika jina la Yesu. Walio na asma unawaponya katika jina la Yesu. Walio na hypertension unawaponya katika jina la Yesu. Walio na heart attack, Mungu wetu, wote ambao viungo vya mwili they are failing, organ failures, I pray, oh God, you will heal all our ailing family members in the name of Jehovah God. Ondoa majanga haya, majanga ya kishetani, majanga ya kifo, majanga ya maumivu na uchungu. My God, I stand with every brother praying for their father, every sister praying for their mother or father. I pray for every brother praying for his brother or sister. I pray for every sister praying for her brother or sister. My God, I ask you, my Lord, reign, come through, oh God, and heal our relatives, heal our family members in the name of Jehovah. You are God who does miracles. You are God who has all the power, and you wish us well. My Father, restore good health in our family members. Mungu wetu, naomba hata wanapoendelea na matibabu, wacha kuwe na response ya uponyaji kwa jina la Yesu. Asante kwa maana unatenda, asante kwa maana utatenda. Wewe ni mwaminifu katika mlima huu. Tunakuaminia ya kwamba hatutakuwa na machozi na mazishi katika familia zetu, lakini tutakuwa na furaha ya ushuhuda wa miujiza na makuu ambayo unatenda kwa maombi haya. In Jesus name we pray and we believe. Amen, amen, amen. Wapendwa katika jina la Yesu, tunapoendelea na kuomba, ni vizuri kuombea familia zetu ya kwamba by the grace of God, Mungu wetu atatubarikia hata ndoa zetu. That marriages, marriages are threatened. Many families are single parents. And so we are praying the Lord will sustain marriages. Unakuta ya kwamba wengi, kuna patterns katika familia ya kwamba ukishaoa sio lazima mkae pamoja na mke wako na mume wako. Unakuta ya kwamba there is a belief out there that marriage is a scam. Unasikia watu wengi. But the Bible says in Mark 10 verse 6 to 9, God made them male and female. For this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. So they are no longer two, but one. Therefore, what God has joined together, let no man separate. And so we are praying for this permanency. We are praying for the peace, the joy. Whatever binds a man and a woman together, it is still with him who is the author of this particular institution. Na kwa hivyo tunaaminia, wazazi, mzazi ukiwa pale, unaaminia Mungu ya kwamba kijana wako akioa, msichana wako akiolewa, watadumu pamoja, watalea watoto pamoja katika jina la Yesu. Father, in the name of Jesus, we pray for our marriages that they will make it. There will be peace, there will be joy, there will be development, there will be the fear of the Lord in this union, in the name of Jehovah God. There are many attacks the devil is launching in any way, every moment, the way to separate what God has decided to put together. My God and my Father, you cannot match the enemy. You are more, you are incomparable. You are the master, the maker of all, oh God. I pray for our marriages in every family that has a wife and a husband. Let it work in the name of Jehovah God. When our sons get married, let their marriage work. When our daughters marry, let their marriages work in the name of Jehovah God. Let our children grow having a model of how it ought to be by the grace of God. Mungu Baba, inua doa na ubariki doa na uhifadhi doa zetu. Katika Kristo Yesu tunaombea doa zetu mwaka huu. Amen, amen, amen. To all the couples, may the Lord keep us and may the Lord bless us. May the Lord enemies of marriages, and may that thing that can separate us die before it gets to us in the name of Jehovah God. Mungu wa mbinguni anatusikia wapendwa, na Mungu wa mbinguni anaenda kutenda haya maombi, kwa maana it is not a mission in vain. Our God is hearing us.
and our God will answer our prayer ambayo tunamuomba na tunamualika akatutendee katika jina la Yesu Kristo. Wapendwa, we want to pray ya kwamba Mungu wetu atakuwa na watoto wetu wakienda shule. We are taking our children back to school, whether in primary school, kindergarten, secondary, university, colleges, wherever. Mungu aenende na watoto wetu awahifadhi. Wakifika kule, walimu watawapenda, watawaheshimu. Even the non-teaching staff wataweza kufanya kazi kwa baraka ya Mungu. Wakipelekwa mashuleni, yale magari wanatumia, Mungu atawalinda na atawapatia safari njema. Tuombe ya kwamba the school fees, the food, the shelter, the needs of our children, the Lord will be pleased to give to us as parents and any other person required to participate in the lives of our children. Mungu atamtumia katika jina la Yesu Kristo. Our Father and our God, we secure our children as they reopen school in a new year. We secure their first term. We secure their second term. We secure their third term. Whether it is 2 semesters or trimesters, I pray, oh God, you will go ahead of our children and bless them, establish them, my God, today, in the name of Jehovah God. I pray for the parents that, God, you shall supply all that we need to facilitate our children in school, whether it is transport, whether it is food to spend each day, and whether it is school fees. My God and my Father, you will supply to us, oh God. We also speak security over our children, our sons and our daughters, in the name of Jesus. The enemy will not destroy or reach to our children. My God and my Father, let there be a wall that is preserving, that is hiding our children in safety. My God and my Father, wanaouza mihandarati hawatapata watoto wetu. Mungu wetu, wanaoharibu watoto hawatafikia watoto wetu. Baba wa mbinguni, watoto wetu wamebarikiwa, watoto wetu tunawabariki, watoto wetu Baba tunawaombea ulinzi wa Bwana katika jina la Yesu. Mungu wetu, pia tunaomba watoto wetu ni werevu, watafahamu, watafunzwa, wataelewa, watafanya vizuri kwa mitihani yao, watafuzu, watafaulu katika maisha katika jina la Yesu. Our children tunawaombea, watapenda shule na masomo na watatia bidii, na Mungu wetu watafaulu kwa baraka ya mbinguni. My Father and my Lord, tunaombea watoto wetu wakianza muhula huu, wakianza wiki mpya, wakianza masomo mwaka mpya, wamebarikiwa, wameneemeshwa, wamefichika ndani ya Bwana. Enenda mbele ya watoto wetu Baba, wabariki, wajalie. Magonjwa ambayo yanashika watoto mpaka hawaendi shule, hayo magonjwa tunayakemea. Ajali na kifo sio sehemu ya watoto wetu. Mungu wa mbinguni, I pray, oh God, that even the conditions that our children could be in, you are healing them in the name of Jehovah God. Mungu wa mbinguni, inua kizazi chetu, inua watoto wetu, wabariki, wajalie kwa jina la Yesu. Mungu wa mbinguni, wewe usikiae maombi, wewe ambaye ukitupatia watoto mpango wao ulikuwa umeshauweka, Mungu wetu tubariki, tufunulie mapenzi yako na mahitaji yetu yote ukutane nayo. Katika Kristo Yesu tumekabidhi watoto wetu katika nchi yetu, wakienda shule, Mungu uwalinde na uwahifadhi. In Jesus' name we pray and we believe. Amen, amen, amen. Wapendwa, Baba wa mbinguni akaweze kuwabariki katika familia zetu. Watoto wetu wanapoenda shule, wawekelee mikono kila asubuhi, waombee. Wale wanaenda katika mashule ya bweni ya kulala, Mungu wa mention mbele za Bwana kwa majina. Ombea mtoto wako na usichoke katika jina la Yesu, na utaona ukuu wa Mungu. Utashukuru Mungu akibariki ile baraka ambayo amekupatia. Naomba ya kwamba pia wewe mwenyewe hautajisahau. Kuna mambo mengi ambayo tunaendelea kupitia ama tumepitia. Familia zingine hazina mtoto, mnatumainia Mungu muujiza. Hilo ndilo ombi tutaomba, ombi la muujiza ambao tunautarajia. Muujiza kutoka kwa Mungu tunautarajia. Muujiza wa watoto wale hawana watoto,
Mungu akatende ule muujiza wa pengine kwenu kuna mambo mnatumainia. You have been trying to go abroad, you have been trying to go for further studies wherever, lakini haijatendeka. Huo muujiza Mungu atafanya. Pengine ni magonjwa yamekwama kwenu, umejaribu matibabu ya kila aina, mpaka sasa ni madawa tu mnaendelea nayo. Kuna miujiza ya uponyaji Mungu anaweza kutenda. Tunaomba miujiza katika mwaka huu, jambo ambalo umejaribu kufanya miaka mingi, miradi fulani, hata kuna familia mnatamani kujenga, hamjawahi. Umejaribu sana kuamini utajengea wazazi, ama hata wazazi wameamini ya kwamba watoto wao wanaweza kuwa sponsor in terms of capital na mambo mengine, lakini haijawezekana. We are praying for these various kinds of miracles, that the miracle worker who is our God will meet you and do that miracle in the name of Jehovah God. Kwa hivyo kuwa na imani dada yangu. Kuna familia zimekuwa na mambo mengi wanapitia, wengine hata wanajiua. I pray that our families are secured of God, that where you are in that family, there will be peace. You will enjoy the favor of God, the blessing of the Lord. You will walk in the pride that you are in Christ, kwa sababu Mungu amekubariki, amekujalia. Tuombe miujiza, ishara, tuombe uwepo wa Mungu utakuwa juu ya familia zetu, jamii zetu, na tutajivunia kuwa tuko ndani ya Kristo, kwa sababu tutaona iki work for us in the name of Jehovah God. Father, in the name of Jesus, you are the miracle worker, the God who comes and you settle everything. I pray now in the name of Jesus. Si Mungu wa mbinguni, Baba wa mbinguni, ukaachilie ile baraka. Naomba Mungu ishie milele, si ukatutendee kwa jina la Yesu. Wewe uwezaye, wewe unayefahamu zote, si Mungu ukajidhihirishe. Asubuhi jema, miujiza ya uponyaji, miujiza ya kuvunjika kwa minyororo na ngome za mapepo, miujiza Baba ya kutuondoa kwa ufukara, miujiza Baba ya urejesho wa amani. Baba wa mbinguni usikiaye maombi, we pray for a miracle in the name of Jehovah. Whatever each specific family is going through or dealing with, I pray for a miracle of breakthrough in the name of Jehovah God, my Father and my Lord. Raise a standard in all families that the enemy cannot scale or match in the name of Jehovah. Mungu wa mbinguni, wewe usikiaye maombi, wewe Bwana unayefanya miujiza na ishara na matukio makubwa, si ukatendee familia katika jina la Yesu. Baba wa mbinguni, bariki hawa, neemesha hawa, inua hawa katika jina la Yesu. Miujiza ya ukombozi, watu wakitolewa kwa dhambi, watu wakitolewa kwa upotovu, Baba huo muujiza upeane. Muujiza wa kupata kazi njema ambayo walisomea. Oh my God, I pray ya kwamba hata wale wameenda nchi za nje kutafuta maisha, my God, do a miracle and hear their prayer in the name of Jehovah God. Uponyaji miujiza yake sikatendeke Baba. Mungu wa mbinguni usikiaye maombi, tumehifadhi familia zetu kwa maombi haya. Tunaomba mwaka mzima hakuna habari za kutuvunja mioyo katika familia zetu zitaendelea, lakini Baba tutakuwa na habari njema za mkono wa Bwana juu ya maisha yetu. Tubariki, tujalie. We secure our families on this mountain and we ask you, oh God, bless our families throughout the year in the name of Jehovah God. Ni asante Baba, ni asante Mwokozi, na utuneemeshe katika mlima huu. Katika Kristo Yesu tunaomba hata tunaamini. Amen, amen. Mungu wa baraka awabariki wapendwa na awaneemeshe. Tuendelee kuomba, tuendelee katika mlima huu in the name of Jesus, na tutajivunia ya kwamba sisi ni wa Kristo by the grace of God. Tunashukuru na tunasema ni asante. Remember, we are live on Facebook. We are also live on YouTube. Pastor Kinyanjui Joseph, help me to share this so that many people can be challenged. They can also be motivated even to be at the place of prayer. At the end of the day, all of us, we shall enjoy, we shall see the result of prayer. Kwa hivyo ni vizuri usinyime yeyote nafasi, kwa sababu this fellowship, this encouragement, it helps people to come together and pray by the grace of God. And so we are in 40 days of prayer and fasting.
Today is our 5th day. If you are joining us for the first time, you can join this prayer session at any point all the way to the 40th day that will be on 10th of February. We are taking this fasting as a partial fasting. Partial fasting means we are taking fruit, we are taking vegetables, and we are taking drinks. Na kwa hivyo unapofunga na kuhimiza uzidi kukunywa maji mengi, na Mungu atakubariki na neema itakutosha. Mungu awajalie, awaneemeshe. Tupatane hapa kesho saa 12 mpaka saa 1 asubuhi throughout to the 10th of February as we commit our prayers, our needs to the Lord. Na Mungu wa mbinguni ambaye alimnenea nabii wake Yeremia in Jeremiah 33:3, naomba ya kwamba atatenda alivyoahidi. Alisema, call unto me and I will answer you. I will show you great and unsearchable things that you do not know. Mpendwa, let us dare that God. He said, call unto me and I will answer. He is a promise keeper. He will do what he has promised. Amesema, nitakuonyesha mambo makubwa ambayo wewe huyajui. There are things we believe we don't know because yeye anayetufahamu anajua hatujui. Lakini anasema, I will show you, I will do it. Kwa hivyo, wacha tuende pale, atavunja zile ngome, atatingiza ile milima, atakata njia mahali hakuna njia, na atatupatia ule ushindi. May the grace of God keep you making it on the mountain, and may the favor of God rest upon you. Wazazi mkipeleka watoto shuleni, may the favor of God keep our children, and the peace that surpasses our understanding be upon them. Mungu awabariki, Mungu awajalie, na tuwe na wiki njema ya maombezi katika mlima wa Bwana. God bless. An apology kwa wale ambao tuko Facebook, kwa sababu tunaenda tuna lag. It's because of the net, but from tomorrow we shall be able to flow smoothly. Katika YouTube hatuna shida, we are flowing well. And may the Lord be with you and bless you in Jesus' name. Thank you so much. Blessed week. Shalom.